Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye channel hii ya Iko Sawa Music. Mimi naitwa Justin Cookers, natokea Iko Sawa Music. Leo ningependa nikupitishe kidogo namna gani ambavyo nimefanya nyimbo yangu ya reggae ambayo nimemshirikisha Eli Hekima, Jamaican artist Eli Hekima, zamani Pampi Juda, sasa anaishi hapa Tanzania, lakini huko ndani nimemshirikisha DIZ Africana, mwanangu kabisa. Lakini pia mwanadada anayeimba vizuri balaa, yani ana vocal sauti ya hatari, anaitwa Carlita. Yeye ndo amefanya chorus, mimi nimefanya verse ya kwanza, Eli Hekima verse ya pili, DIZ verse ya tatu. Ni nyimbo ambayo watu waliosikiliza audio, nafikiri audio yenyewe inapatikana hapa pia kwenye YouTube. Unaweza ukapause kidogo ukaenda ukaisikiliza, alafu ukirudi ukaelewa ni kitu gani ambacho ninachokifanya, au unaweza ukaangalia jinsi ambavyo nikakupitisha namna gani ambavyo nimefanya hii tutorial, nimemixi ngoma, then baadaye tukimaliza kuangalia tutorial unaenda kusikiliza nyimbo. Unaweza kuisikiliza kupitia link hapa juu ambayo ina display hapo. Watu ambao wamesikiliza hii nyimbo wamefurahishwa sana bana. Bonge moja ya mixing, waka request muifanyaje, sana sana producers ambao wanawasiliana nao, na kwa kipindi fulani nimekuwa nikiwekaga tutorial hapa kwenye YouTube, lakini nikawa nimesimama. This time around nimerudi, zitakuwa zinakuja kila week tutorial 2 au 3 kueleza namna gani ya kufanya mixing na music in general. Sababu pia nimejifunza mambo mengi kupitia kwenye YouTube kutoka kwa producers wengine mbalimbali, na mimi sio mbaya kile ambacho ninachokijua nikakishare hapa ili kuweza kuwafundisha watu na kuwafungua watu baadhi ya vitu fulani. Kwa hiyo kama utaipenda, kama itakuwa imekuvutia, unaweza ukabonyeza kengele ya notification, ukasubscribe, alafu utakuwa wa kwanza kuziona hizi video kila ambapo ninapokuwa nikizi-upload. Cha msingi, like, comment, niwekee mawazo yako hapo chini. Inakuwa ni mpango mzima. Tusikilize nyimbo. Hapa nimetoa plugins zote ambazo zimeingia, nimezizima, nimezibypass by the way. Kwenye Carlita vocal nimezitoa, lakini pia male vocal nimezitoa, chorus nimezibypass ili tusikilize raw jinsi ilivyo, alafu baadaye tutasikiliza ikiwa ina hizo plugin. By the way, hii inapita kwenye bars 2 tofauti. Nilichokifanya kwenye hii nyimbo, nimetengeneza ni bars 2 tofauti, ambapo beat pamoja na vocal na kila kitu vitapita kwenye bars ya kwanza, afu zitaenda tena kwenye bars ya pili kabla sijaenda kwenye master. Yani basi kwa maana yake group, nimetengeneza group 2. Group moja nimeliita analog vibe, na group la pili nikaliita pre-master kabla haijaenda kwenye master. Kwa hiyo hivi ndio inavyo sound ikiwa rough. Like honey that soothed my soul. They try to take control, so they say they have never been told. Yes, hivi ndivyo ambavyo ina sound ikiwa haina plugins yoyote, ila plugins ziko kwenye zile group 2 zilizokuambia nimetengeneza za mwisho, ambapo beats pamoja na vocals na kila kitu zinapita kwenye group la kwanza, afu zinatoka zinaenda kwenye group la pili. Huko ndo plugins nimeziacha. Utaona group la kwanza lina plugin hizi hapa, nitakuja kuelezea kwenye video nyingine, na group la pili lina plugin hizi hapa, nitakuja kuelezea kwa video nyingine kwa maana gani. Ili group la kwanza limebeba analog character, limebeba naliita analog vibe,
sababu unajua nyimbo nyingi zinatengenezwa kwenye computer digital tofauti na studio kubwa ambao wanakuwa wana mix consoles zile kubwa. Kwa hiyo nimetengeneza group hii ili kutumia zile plugin emulate ama kubadilisha ile sound ya digital kuipa character ya analog, then ikitoka hapo inaenda kwenye hii pre-master plugins ambazo zitaongeza character na flavor fulani kwenye muziki, then baada hapo zinaenda kwenye master. Nitakuja na somo lingine ambalo linaonyesha namna gani nimefanya hivi. Hiyo ndio ilikuwa rough. Sasa naenda kuwasha hizi plugins zote ili tusikie baada ya kutumia hizi plugin ni kitu gani ambacho tumekipata. Okay, hii hapa nyimbo ikiwa na plugins zote, hatuja bypass kitu chochote, nyimbo nzima ikiwa na kila kitu na plugin na sound hivi. Like honey that soothed my soul. They try to take control, so they say they have never been told. Verse ya Elie Kima, sikia kidogo. Verse ya Elie Kima. After they rape and rob you, backbite and deceive you, you never change from the love that you knew. Them use and refuse, brainwash and abuse, still never get you confused. Hey, every pain that you feel, still find a way to heal, and every lie them told and everything. Verse ya Jay-Z, Africana. Everything you do when you make me fall in love. I am a pencil on your. Yes, kwa hiyo kuna verse yangu ya kwanza, kuna verse ya Elie Kima hapa, lakini pia kuna verse ya Jay-Z ambayo ni verse ya tatu. Verse zote ni bars au mistari 8 na tukisikiliza hizi vocal bila ya hizo plugin kama ulivyosikiliza mwanzoni, sababu kwa kusikiliza na beat, nikisema labda Kalita tukimsikiliza bila effect wala plugin yoyote ana sound hivi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Mama. Anasikika hivi akiwa na plugins pamoja na effect. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Mama. Vivyo hivyo pia nitaonyesha pia kwenye verse yangu nikitoa plugins zote na sound hivi. Mama Africa, sweet like honey that soothed my soul. They try to take control, so they say they have never been told. They destroy kingdoms and take your love and kindness for fun, and make the innocent blood run. You never stop loving the children of the sun. Mama Africa, woo woo. Sawa, nawasha plugins na sound hivi. Mama Africa, sweet like honey that soothed my soul. They try to take control, so they say they have never been told. They destroy kingdoms and take your love and kindness for fun, and make the innocent blood run. You never stop loving the children of the sun.
Mama Africa, woo woo. Yes. Hiyo ndo final product baada ya kumix na nini. Kwa hiyo nitaelezea hiyo chain ilivyo, hiyo plugin vocal chain. Nianze na kimoja baada ya kingine kueleza namna gani ambavyo nimefanya na kwa sababu gani nilifanya hivyo. Hii nyimbo Kalita amerekodi. Kwanza make sure unapata decent volume, yani kiwango sahihi cha sauti inayoingia kwenye mic wakati msanii anarekodi. Sauti isiwe chini sana na isiwe juu sana ikakwaruza, kwa sababu ikidistort au kukwaruza utashindwa kuja kuicontrol baadaye. Kwa hiyo make sure wakati unarekodi sauti zako ziwe katika level at least iweze kupiki negative 12.9 dB negative kutokea chini kupanda juu. Ikipiki design hiyo unakuwa una uhakika kabisa uko kwenye safe place ya kuja kuiongeza baadaye au kuipunguza according na unavyoenda. Kwa hiyo Kalita utaona amerekodi hapa kwenye track 1, then plugin niliyomwekea pekee ni hii plugin inaitwa Spot On, ni free badala ya auto tune. Inafanya kazi kama auto tune vile vile, lakini napenda kutumia hii Spot On kwa sababu ina sound musical, yani ina sound musical. Sweet Mama Africa, you are my heartbeat. Especially kwa wasanii ambao wanajua kuimba vizuri, wanakaa kwenye key na nini, hawahitaji ile sound ya auto tune sana. Kwa hiyo utaona hata Spot On pia nimeipunguza mpaka 65%, nikapata tu ile character na flavor ya hii sound ya auto tune, lakini haisikiki, haisound sana kwangu mimi ambaye kwenye verse yangu kidogo kuimba ni changamoto. Utakuja kuona pia nimejiongezea 75 kwa nimejiongezea kidogo amount ya auto tune, lakini sio nyingi sana. Plugin inaitwa Spot On, ni free, unaweza kuikuta kwenye Google, lakini kuitumia pia ukitaka nikwambie namna gani unatumia, una set key vipi, kwa sababu iko plain sana kama hivyo unavyoiona. Ukitaka kujua unafanyaje kupata hizi ili uweze kuset hizo key na nini, andika kwenye comment hapo, nitatengeneza video ya kuielezea. Kwa hiyo ikitoka hapa inaingia kwenye group kwenye hili group ambalo ni linahusika na sauti za Kalita tu peke yake. Kwanza unavyosikia anavyosema sweet Mama Africa, kuna SS sound. Kwa hiyo tumeanza na D-Easer kutoa zile zinazozidi sweet, zinazozidi zile, ili kwa sababu baadaye tutakuja kuimuongezea brightness, ashine vizuri. Kwa hiyo lazima tuzicontrol hapa mwanzoni, ili hata ikija ikipita kwenye compressor kwenye nini, compressor iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo nimeanza na D-Easer kwa ajili ya kutame zile sibilants, then baada ya hapo nikaja kwenye hii Pro MB. Hii na yenyewe inafanya kazi hivyo hivyo, inafanya kazi nimeweka band mbili, inafanya kazi kama D-Easer hivyo kutame harshness pamoja na zile ambazo pengine D-Easer haikuweza kuzi capture zote. Kwa hiyo hapa kama vision ya pili, lakini hii ina utofauti kidogo. Kwenye hii band ya kwanza utaona actually nakuaga kwenye band hapa, utaona nimeenda kwenye free, alafu nika select range. Kwa hiyo ianze ku capture harshness kuanzia maybe 2000 mpaka kuanzia frequency 2000 mpaka frequency 20,000. Hapo kuna ni sehemu ambapo kunasababisha sauti sikike vizuri na uweze kukaa juu ya beat vizuri, lakini pia usipokuwa mwangalifu ni sehemu ambapo zinabeba harshness na ile ring ambayo inaumiza masikio, especially kwa mtu anasikiliza loud na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kuanzia frequency ya 1400-500 mpaka frequency ya 7000, hapa panakuaga pana harshness. Kwa hiyo nimeitame, lakini ina trigger uwiano wa sibilants ambazo zinatokea zile, kwa sababu frequency ya 7000 mpaka 20,000 ndio kuna air nzuri, kuna ile air nzuri, lakini pia kuna zile SS nyingi. Kwa hiyo tumepita hapo. Kama tunataka tuende in deep, wewe comment tu. Kama kuna kitu hujaelewa unataka niende in deep zaidi, wewe comment nije na specific plugin nielezee, bila kitu nitakuelezea.
Then baada ya hapo tunakuja kwenye Pultec. Hii Pultec ikiwa utaona kwenye 10k view sasa kule, baada ya kutame zile sibilance na vitu vingine, nika boost kuongeza air kwenye sauti, lakini pia Kalita mtoto wa kike anakosa anakosa low end. Kwa hiyo hii pia Pultec nimeboost around 100 frequency ya 100 kuboost kuongeza bass fulani low end kwenye sauti yake, lakini na boost at the same time nafanya attenuation kwa sababu hii mfano kama una boost 100 iko hapo ka boost hapo, ina maana kufanya attenuation kwa frequency ya 200 300 ambapo panasababishaga madness kwenye vocal, huwa pana ina dip kidogo, hazi boost na kudip sehemu moja, ina boost hapa ina dip hapa. Usipoelewa wewe niambie tu, nitakuonyesha pia na kwenye plugin doctor namna gani ambavyo hizi frequency ukiboost ni wapi zina boost, ni wapi ambavyo zina cut na kila kitu. Yes, make sure to subscribe, notification, utakuwa unaona video kama hizi 2 at least au 3 kila wiki. Lakini pia kama una request maalum unaweza kanikomentia hapo ama ukanicheck kwenye mawasiliano yangu hapo, tunaongea tu masuala ya mixing na vitu vingine kama hivyo. Okay, tumekuja next up FabFilter. Utaona kwenye frequency ya 400 panakuwa pana zile ndio inaumiza masikio ringing, nimeitem. Lakini pia kwenye according na chumba, kwa sababu tumerekodia kwenye hichi chumba, inawezekana kuna frequency ambazo hata kama unavyonisikia hapo sasa hivi utasikia kuna kamwangu kidogo, kuna japokuwa kuna treatment lakini hazijacover kote. Kwa hiyo kuna room sound fulani ambazo nimezitoa especially kwenye frequency ya 600 na tone fulani ambayo sikuipenda kwenye frequency ya 1100 hapo. Japokuwa hii frequency unatakiwa muangalifu sana, sababu ni frequency ambayo inafanya sauti iweze kusikika maneno na sauti ya mtu anachokiimba kikae kwenye muziki vizuri. Kwa hiyo ukikati frequency kama sio tatizo husika unalolisikia, inaweza kusababisha sauti ikakaa maneno yasisikike vizuri. Then baada ya hapo nikafanya low shelf kupunguza bass kidogo. Tulimuongezea na Pultec pale, lakini pia tunaitem pia kidogo kuweza kubalance, kwa sababu umeona tumefanya cutting hapa juu ambao ni sehemu za brightness zinazochoma zile. Kwa hiyo kama zilikuwa zinachoma nikamuongezea bass, sasa nimezipunguza kwa maana bass inakuwa ni mambo ya kubalance. Kwa hiyo nimerudisha chini kidogo. Then baada ya hapo 7.6 compressor, fast attack, fast release, una set to input, unaiongeza, una balance na output, at least upate gain reduction ya -5 mpaka 10, sio mbaya. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Yes, kwa hiyo hapo utaona napata gain reduction ya -7, kufanya vocal, kuisqueeze vocal, kupunguza zile dynamics anavyoimba. Japokuwa anaimba vizuri, aimbe juu na chini sana, sauti yake iko dynamically vizuri, lakini pia kuzipunguza kidogo, sababu baadaye tunataka kuja tukapata nyimbo ambayo ina sound kwa nguvu na nini. Kwa hiyo tuna balance kuweka dynamically ikae vizuri. Baada ya hiyo compressor nikaweka hii Magma tube ambayo ni character ya saturation, inaongeza saturation. Hapa kuna aina mbili, kuna Beauty na kuna Beast. Hii Beast kidogo ni tough, inaongeza ile, na hii Beauty settle, lakini zote zina character tofauti. Kwa hiyo hapa chini kuna kucompensate, kwa sababu ukiziongeza hizi zinaongeza characters, zinaongeza saturations, harmonic saturation, zinaongeza pia na sauti. Kwa hiyo hapa chini kuna output, una compensate kupunguza ile level. Cha msingi ni kwamba kama level yako ilikuwa sehemu fulani umeiset, unapotumia plugins au unapoongeza kitu, mpango sio kuiongeza hiyo sauti, mpango ni kuirekebisha, kuifanya ikae vizuri ikiwa kwenye level ile. Kwa hiyo hapa nika compensate, nataka ile harmonic saturation ikae vizuri kwenye sauti, lakini pia isiongeze sauti. Nikimute inasikika hivi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Nikiwasha inasikika hivi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet. Kwa sababu nimecompensate hapa kwenye hii gain ya out, unaweza usisikie ile
utofauti sana, lakini kama una sikio la kiproducer unasikia vizuri utagundua kwamba imekuwa round, imeongeza kama kuna frequencies zimeongezeka, imekuwa round, warm na ina sound full kiasi fulani. Then baada ya hapo Pro MB, yes, sauti yake kama hivyo unavyosikia mtoto wa kike anakosa bass fulani. Kwa hapa nimemuongezea bass pia, lakini at the same time iko dynamical hii band. Kwa hiyo sehemu ambapo bass inazidi inafanya attenuation, inaipunguza, lakini sehemu ambapo hamna bass inaiongeza. Ndio maana hiyo frequency ya bass hapo. Basically ni kwamba ni ku-maintain hiyo bass yake ikae kwenye standard moja. Then hapa juu ukimwongeza bass ika-compensate na hapa kwenye mid range pia, sababu pana contain room sound na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kufanya attenuation tu kidogo, kwa hiyo na sound hivi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Mama, yes, utagundua na zile ending words, Sweet Mama Africa, ile ka inakosa bass. Utaona hapa kwenye low panaipandisha ka, bass inakuwa consistency. Then hapo utaona kwenye mid range tunafanya attenuation kidogo, inafanya kazi kwa nguvu kidogo kupunguza ili kucompensate pamoja na hiyo bass. Then baada ya hapo diiza tena kwa ajili ya zile sibilants. Hiyo ni phrase ya kwanza, hiyo inaitwa ni corrective. Hapo tumefanya corrective, lakini tumeadd harmonic na vitu vingine kama hivyo. Then nimeongeza pia saturation tena, Saturn. Lengo ni lile, lakini safari hii nimeongeza kuanzia kwenye 10K juu kule. Hii inaongeza air, seasoness, flan, sauti nzuri sana kwenye vocal. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Mama Africa, you are my heart. Utasikia the way inaongeza sheeness au shyness kwenye sauti yake kuanzia kwenye 10K pale, lakini sio kwa kuboost kwa EQ. Sijataka kuboost kwa EQ kwa sababu EQ ni kama ku rise volume, ila kwenye 10K mimi nilichokifanya nimeongeza hii Saturn ni saturation, nimeongeza harmonic saturation kwenye hiyo frequency hapo juu ili pole, nimeongeza harmonic saturation hapo juu ili kuongezea character. Kama haitoshi, nimeongeza tena saturation nyingine, decapitator, ambao ni kidogo sana, drive nimeongeza kidogo, nikacompensate hapa kwenye mix kidogo, sababu kuna tone na character ambao naipenda pia kwenye decapitator. Kwa hiyo ukiweza kucheza na harmonic saturation vizuri, unaweza kupata sauti nzuri sana za vocal. Then baada ya hapo, unajua ukiongeza hizo sasa harmonic manini, kwa sababu tumegusa pale juu kwenye air sana, nikaicontrol. Utaona sasa hivi amount hii sio kubwa kama, umeona nikiziweka hapo, umeona hii hapa ilikuwa chini, ilikuwa -32, hapa -25. So hii hapa ina capture kidogo, sio sana, yani baadhi. Sweet Mama Africa, you are... Hatujasikiliza decapitator inachofanya. Decapitator inaongeza warmth na energy fulani, hebu tusikilize kwanza. Nimeizima. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Naiwasha. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sasa hizi hapa chini AENTP, hizi hapa ni basically na zile consoles ambazo zinatumika mixing console kama SSL, hizo zinatumika kwenye studio makubwa. Kwa hiyo kuna Neve, kuna nini ziko. Kwa hiyo hizi ni characters za hizo console. Kwa hiyo mimi nimechagua hii kwa sababu ina sound vizuri. Then baada ya hapo nimemuongezea harmonic top sana na nini. Kwa hiyo mid range hapa sasa, kama nikiipiga kwenye muziki nikahisi kama kuna kitu ambacho inakosa kwenye mid na low mid. Kwa hiyo utaona kwenye frequency pia ya hii hapa ya 120
roundness, lakini frequency targeted 120, lakini umeona QV iko round, kwa hiyo inaweza kafika mpaka kwenye low mid frequency ya 300 400, na huku inafika mpaka frequency ya 80 hivyo. Kwa hiyo nikaiboost kidogo hiyo sehemu kwa kutumia hii max bass. Watu wanazitumia kwenye bass, lakini hata kwenye vocal pia inatumika. Then baada ya hapo nikafanya limiter, kwa sababu beat yangu utaona hapa nimeguide kwamba isivuke negative 9 dB kama ilivyo. Then kwenye vocals nataka iwege 2 dB lower than the beat. Kwa hiyo nikahakikisha vocals zangu zinakuwa pale ili tuweze kupata kitu kama hichi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet Mama Africa. Utaona limit inafanya attenuation ni 1 dB tu, hata sio nyingi. Kwa hiyo ndo hivyo vocals chain, plugin chain zake, vocal chain yake ndo hiyo hapo nzima, nimekuonyesha mwanzo mpaka mwisho, ambao bila plugins yote na sound hivi. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Naiwasha. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Okay, hivyo ndo hivyo. Then baada ya hapo tunaenda kwenye special effect ambazo ni reverb, delay, hivyo kufanya vocal iwe wide na vitu vingine ambavyo kama unataka nikuonyeshe namna gani ambavyo au unataka kuona namna gani ambavyo nimeweka hizo special effect, au sio? Comment tu hapo, request, nitatengeneza video kwa ajili hiyo, au sio bwana? Tutakuwa tunaenda sambamba. So hiyo ndo vocal chain. Akitoka hapa huyu anaenda kwenye group la all vocal and effects. Ili group hapa kwenye hili group nimeweka fob filter. Huwa napenda kuweka fob filter kufanya general, sababu vocal zote zinaingia kwenye hili group, za wanaume, za ndo final group la vocal. Kwa hiyo kulikuwa kuna build up kwenye frequency ya 300 around hapa, unaona ni kidogo pana mpaka 700 hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna build up inatokea, kwa hiyo nikafanya dynamical kwa kutumia hii ni Pro EQ3 kufanya dynamical kwa ajili ya kutame ile build up inayotokea pale. Afu cha msingi hii ni template, na hii ni template yangu. Kama unaitaka hii template ikiwa na hizi plugins, unaweza ukanicheki tu tukazungumza nikakupatia hii template pia, sio mbaya, ukaitumia kama starting point ya kufanya production na vitu vingine kama hivyo. Then baada ya fob filter inaingia kwenye tape machine, Slate Digital tape machine. Hii inaongeza warmth pia, inaongeza character na ni kama saturation fulani, na hii huwa naitumia mimi kama kipimo, japokuwa inaniongezea yote hayo, lakini naitumia kama kipimo cha gain stage, kujua kwamba vocal yangu ina peak katika usahihi. Kwenye vocal napenda kupik around negative 5 3 hivyo, kama sio vocal aggressive sana au kama mziki hauko busy sana, lakini haiwezi kuvuka ikaja kwenye red au ikafika kwenye 0 kabisa. Sweet Mama Africa, you are my heart beat. Sweet Mama Africa, you make my life complete. Sweet. Utaona ina range hapo. Alafu baada ya hapo kutoka kwenye tape nikaweka hii visual channel ya Slate Digital pia. Hii sasa ni kufanya emulation ya zile processes nakwambia, Neve, SSL, hizo board zile za analog, kutengenezea ile character ya analog sound kwenye vocal. Kwa hiyo hii hapa nimeweka kwenye tuseme ni master bass ya vocal tu. Kwa vocal zote kwenye hii session zinaingia hapa, zinakutana na tape, zinakutana na hiyo nani ya analog, kufanya emulation ya analog inakutana nazo hapo. Lakini before that utaona pana EQ, kufanya ile final corrective ya vitu sana kidogo, vile vitu ambavyo unavisikia vinakubodha wewe.
Then baada ya hapo ikitoka kwenye all vocal sasa ndo inakuja kwenye, utaona hapa inakuja kwenye analog vibe, inakuja kwenye pre-master, alafu ndo inakuwa tayari. Vocal nyingine zote process ni hiyo hiyo. Mindset ya kumix hii, kila nyimbo ina mindset yake tofauti, ila mindset ya kumix hii hii nyimbo chain hiyo hiyo, kutakuwa kuna mabadiliko tu madogo hapa na hapa kutokana na sauti ya mtu na vile ambavyo anaenda. So hiyo ndo ilikuwa mixing ilivyofanyika ya hii ngoma, nilivyofanya ngoma mixing yake. Kama utataka ni uone the way hizo effect nimezipangilia ziko hapo, utaona kuna room reverb, kuna plate, kuna high parallel, kuna crowd effect, wide, kuna darking delay, umeona bana, kuna vibe verb nimeweka, kuna mono delay na kuna effect verb ambayo nimeipani left, nyingine nimeipani right. Kama unataka kuona hii structure pia nitaweza kukusimulia, ukirequest comment hapo nini naenda pamoja. Lakini kwenye template hii hamna hii effect verb ya left na effect verb ya right. Hizi nimeziongeza kutokana na vibe nilokuwa ninataka kwenye hii nyimbo. Then baada ya hapo ukija kwenye master out hapa bwana, sijaweka plugin yoyote zaidi ya ni export kama MP3 kabla ili niisikilize sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo nimeweka Edither control kwa ajili ya ukiexport MP3 kuweka hiyo Edither control inasaidia compression, wakati nyimbo inakuwa compressed inakuwa haipotezi quality sana. That's it. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumemaliza. Ladies and gentlemen, mimi naitwa Justin Cookers, natokea Iko Sawa Music. Mawasiliano ya kunipata yapo hapa kwenye channel yangu ya YouTube. Unaweza ukacheck namba za simu hapo, email na vitu vingine kama hivyo. Kama utahitaji kufanyiwa mixing, kufanyiwa mastering, kama utahitaji mafunzo binafsi nikuelezee binafsi, unaweza tukawasiliana kupitia mawasiliano hayo. Kama kuna kitu unataka nikifundishe ukione, basi hamna noma, wewe comment hapo niambie, then mimi nitatengeneza video nitaiweka hapa kwenye YouTube na tutapata kujifunza wote kwa pamoja, au sio bana? Peace and love. Subscribe, comment, share mpaka wakati mwingine. I'm out.